Shalom, shalom mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotupa. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana ameachilia baraka, neema na ustawi. Na majina yangu ni mchungaji Bright Nyaende, na Mungu amekuwa akitukumbusha vitu vingi na kutufundisha katika majira haya ya mwanzo wa mwaka. Leo tunataka tuongelee kitu cha msingi ambacho watu wengi wamekuwa wakiuliza. Tumesema mwanzo wa mwaka watu wengi wanakuwa na mipango, wanakuwa na mikakati, wanakuwa na malengo, wanakuwa wanaomba. Lakini swali wanaouliza watu wengi, mbona mimi ninaomba? Mbona mimi ninafunga? Mbona mimi ninafanya ibada, lakini mbona sipati matokeo? Unajua, ni ukweli usiopingika kwamba kinachomfanya mtu apate matokeo katika kuomba si vile ambavyo anaomba kwa bidii sana, si vile ambavyo anasikiliza neno sana, wala si vile ambavyo anasoma neno sana. Lakini Biblia Takatifu inasema, Yesu akawaambia wanafunzi wake kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa sababu Yesu alianza kwa kuambia, lolote mtakaloomba kwa jina langu nitamwambia Baba atawapa. Sasa anasema lolote mtakaloliomba mtapatiwa, lakini mkinipenda mtazishika amri zangu. Ni vizuri kujua kwamba wakati mwingine na mara nyingi sana, ili Mungu atende, anahitaji mtu ambaye anashika mapenzi yake na kuyafuata. Unapotembea na Mungu na kuyajua majira, makusudi na wakati wa Mungu, na kumpenda Mungu kwa maana ya kuishika sheria yake na kuifuata, inakuwa ni rahisi sana Mungu kuweza kukupa au kutenda ile haja ya moyo ambayo unakuwa unahitaji. Watu wengi wanasikiliza mahubiri sana, wanasikiliza mafundisho sana, lakini hawatendi yale ambayo yanafundishwa. Yaani ni rahisi mtu kukuhadisia, bwana mhubiri fulani, yule bwana jamaa anafundisha bwana, yule jamaa bwana anahubiri bwana, yule jamaa bwana ana upako bwana. Lakini katika yale maneno 200 aliyoongea, basi umechukua lipi ambalo umelishika na kulifanyia kazi? Hakuna. Kinachobadilisha maisha ya watu, kinachowapa watu neema ya kukutana na Mungu, sio wingi wa mafundisho unayosikiliza, sio wingi wa vitabu unavyovisoma, sio wingi wa mafunuo ulionayo. Ni uchache wa bidii ya kufanya yale ambayo umefundishwa na kuyasikiliza. Kwa sababu ukisoma vizuri kitabu cha Yeremia sura ya 17 kuanzia mstari wa 9, pale Biblia inasema, moyo huwa mdanganyifu mno, una tabia ya kufisha, lakini mimi Mungu na uchunguza moyo na kuvipima viuno, na kumpa kila mtu sawa sawa kiasi cha matunda ya matendo yake. Kwa sasa matunda ya matendo ndio yanasababisha Mungu akujibu kwa haraka au achelewe au asikujibu kabisa. Inawezekana ukawa naomba, lakini tabia yako, mwenendo wako, matendo yako hayampi Mungu nafasi ya kukupa hicho unachokihitaji kwa sasa hivi. Kuna watu wengi wanatamani kuwa na karama ya kumtumikia Mungu, ya kuhubiri, ya kufufua wafu, ya kutoa pepo, lakini Mungu akiona ni kweli ndani una desire, lakini for what purpose? Kwamba ufufue wafu alafu then kwamba Mungu akubariki kwa fedha na mali alafu then, kwa sababu kusudi la Mungu, kila anachokubarikia ni kwa ajili ya utukufu wake. Siku moja niliwahi kuambia, kuna watu Mungu anatamani kuwabariki, lakini Mungu anaangalia akisema, jamani, kimpa hichi kitu, wake za watu watapata shida mtaani, watoto wa watu watapata shida mtaani, vijana wa watu wataharibikiwa mtaani, kwa sababu ndani yake ni mzinzi. Kwa baraka ambayo Mungu ameitumia,
badala ya kujenga ufalme wa Mungu inatumika kubomoa watu wengine. Kwa Mungu anasema let me stop from there. Ndio maana ni vizuri sana popote unapotamani kuomba, ni vizuri kutamani kujua mapenzi na makusudi ya Mungu. Kwa sababu kuna watu wengine wanapishana na baraka ya Mungu na wanajikuta wanahitaji kitu kwa muda mrefu, lakini hawamuoni Mungu kwa sababu wanashindwa kujua mahitaji ya Mungu wakati ni yapi. Mtumishi wa Mungu Yakobo anasema mnaomba lakini hampati. Kwa nini? Kwa sababu mnaomba ili mvitumie kwa tamaa yenu wenyewe. Sio, yani Mungu anatamani akikubariki ni kwa ajili ya kujenga ufalme wake, lakini wewe unatamani utumie kwa manufaa yako. Ndio maana Yakobo anasema mnaomba msivyostahili. Kwa nini? Kwa sababu mnatamani mtumie kwa tamaa zenu, mnatamani kujinufaisha, mnatamani kujifurahisha. Ndio maana Mungu anakuwa atendi. Hebu just imagine, kwa mfano mwandishi wa kitabu cha Warumi anasema kadhalika Roho naye utusaidia madhaifu yetu, maana hatujui kuomba inavyostahili, lakini yeye utuombea kwa kuugua, kwa kuwa yeye anaijua nia ya moyo, anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Inamaanisha nini? Kumbe sisi tunapotaka kuomba, priority yetu ya kwanza kabla ya kuomba ni kujua mapenzi ya Mungu. Unapotambua mapenzi na makusudi ya Mungu, na unapoomba sawasawa na mapenzi na makusudi ya Mungu, unampa Mungu nafasi ya kukubariki au na kukujibu kwa haraka au ima. Mungu kuna wakati anatamani akufanyie kwa haraka, anatamani akupe haja ya moyo wako, lakini akiangalia tabia yako na mwenendo wako vinamfanya kushindwa kukubariki. Lakini siku ambapo naamua kugeuka, usiwaze anasa zako mwenyewe, usiwaze style yako mwenyewe, usiwaze kujinifurahisha kwako mwenyewe, usiwaze kuharibu watu wengine, lakini uwaze kumpa Mungu kwanza. Bwana Mungu, umenibariki hichi, nami narudisha kwa ajili ya faida yako. Baba Mungu, umenipa hichi, nami nitatoa sehemu kwa ajili ya wajane na yatima, nami nitatoa sehemu kwa ajili ya kazi. Last time tuliangalia kwamba kuna wakati mwingine Biblia inasema kwamba waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Mungu, umenipa hichi, lakini priority basi pia ikawa ni wazazi wangu. Kwa kadiri unavyokumbuka kutenda wema, kama kitabu cha Wagalatia 6 kinaposema kwamba kwa maana apandaye katika mwili atavuna uharibifu, ila apandaye katika roho atavuna uzima wa milele. Na akasema kwamba msizimie katika kutenda mema. Kwa mpendwa mtakatifu, mwana wa Mungu, yamkini umekuwa unalia kwa miaka mingi, umekuwa na maombi yako ya siku nyingi, unamuuliza Mungu, umetembea kwa mitume, umetembea kwa manabii, umetafuta watumishi wa Mungu wengi, lakini tatizo lako bado liko pale pale. Angalia namba za simu zinazopita hapo chini. Mungu kuna jambo anataka kufundishe. Mungu anatamani umjue yeye. Kadiri unavyomjua Mungu, ndivyo neema na baraka za Mungu zinakujilia. Mungu ana shida na sadaka yako. Mungu ana shida na kile ulicho nacho, lakini Mungu ana shida na moyo wako. Ndio maana Yesu anasema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu, mtaishika sheria yangu, mtanitafuta katika roho na kweli. Mwaka huu unapoanza, una mipango mingi, lakini hebu jaribu kurelate mipango yako pamoja na mahitaji ya Mungu. Tambua kiu ya Mungu ni kuona watu wanarudi kwake na kumtafuta yeye katika roho na kweli. Sasa unapojipanga kuanza mwaka na kukimbiza malengo yako, basi tafuta nafasi ya kuona kwa sehemu gani unaweza ukampa Mungu nafasi kukamilisha kile ambacho unakifanya au unakikusudia. Kwa sababu kwa kadiri unavyomsogelea Mungu, ndivyo Mungu anavyoweza kukubariki. Kwa kadiri unapokuja kufanya biashara na Mungu, ndivyo unapokuwa unapishana na baraka yako na Mungu. Ni ukweli usiopingika kwamba watu wengi tunamtafuta Mungu for our own interest. Makanisa mengi siku hizi yamegeuka kuwa sehemu ya kupeleka mahitaji
Yaani mtu alikuwa na changamoto ya ndoa ndio anaenda kanisani, alikuwa na changamoto ya ugonjwa ndio anaenda kanisani, alikuwa na changamoto ya fedha ndio anaenda kanisani. Lakini priority ilikuwa kwenda kanisani ni kuandaa maisha ya kurithi uzima wa milele. Unapojicommit katika kutafuta kupata uzima wa milele, ndipo Mungu anapofungua baraka na neema kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo ni vizuri kumtafuta Mungu katika roho na kweli, ili Mungu akufungulie baraka yako na akupe ustawi na akupe uwezo wa kupokea uzima wa milele. Hebu jaribu kubadili mentality yako leo. Jaribu kubadili mtazamo wako leo. Hebu mpe nafasi Mungu ya kutamani kumjua. Kama Daudi anavyosema, jambo moja nimetaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana niuone uzuri wake. Hebu tamani kujua Mungu anataka nini. Mungu ananiwazia nini? Mungu anatamani nifanye nini? Sababu kama Biblia inasema Mungu humpa kila mtu kiasi cha matunda ya matendo yake. Maana yake kwamba matendo yako yana nguvu kubwa katika Mungu kutengeleza ile haja ya moyo wako. Kumbe kuna wakati unaweza usimwambie Mungu haja ya moyo wako, lakini namna unavyo behave, namna unavyotenda, namna unavyoenenda ikafungua milango ya baraka, neema na ustawi. Kwa hiyo ni vizuri sana wewe kama mwana wa Mungu unapoanza mwaka, badili mwenendo, badili tabia, badili muonekano. Priority yako iwe Mungu, kiu yako iwe kusoma neno la Mungu, na bidii yako iwe katika kumtafuta Mungu. Kwa hiyo katika mambo yote unayoyafanya, Mungu wa mbinguni atakubarikia sana. Lakini kama unaona umepambana na umeshindwa, kumbuka namba za simu ziko hapo. Tupigie nasi tutakufundisha neno la Mungu, tutaomba pamoja, tutakufundisha kumpa Mungu priority, na hakika yake utamwona Mungu na utukufu wake. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na neema ya Kristo Yesu ikufunike. Karibu sana, tujifunze pamoja, tuombe pamoja. Mungu wetu hajawahi kushindwa, na wewe utauona utukufu wake utakapokaribia na kujifunza pamoja nasi. Ubarikiwe sana, neema ya Kristo kufunike. Amen.